Kwa mimi nipongeze sana kwa sababu swala la elimu ni swala la msingi sana, ni msingi mmojawapo wa zile nguzo za ushirika 7. Msingi mmojawapo ni elimu. Watu wakielimika ndio watajua namna gani ya kujielekeza kule kwenye maendeleo. Lakini tukikaa tu utakuta maeneo mengine unaenda kwenye bodi ya chama cha ushirika, kila unachosema mtu anakuambia ndio, sijui, yani haelewi anachofanya, yuko pale kwa ajili ya nini. Ndio maana sisi tukimaliza tu baada ya kuteuliwa au baada ya kuchaguliwa viongozi, tunatoa mafunzo ya nini wanatakiwa wafanye, nini wanatakiwa kufanya, sheria inataka nini, lakini haya yanakuwa ni yale tu ya kisheria. Lakini kuna yale mafunzo, masuala ya uwekezaji, kaongelea hapa mrajisi wa mkoa, tunawekeza kwenye maeneo gani ambayo yanatulipa. Kuna benki ya ushirika, sijui kama tumewekeza kule, na hilo mnalofanya kwenye level ya union manake liende. Kwa manufaa ni makubwa sana kwenye masuala ya uwekezaji kwenye elimu. Kwanza inaongeza uelewa na sheria inataka nini, sababu tunafahamu ushirika unaongozwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo, sio tu kikundi cha watu, kikundi ambacho kimeratibiwa na kinaongozwa kwa mujibu wa sheria. Ndio maana tuna miongozo inayotuelekeza tunaenda wapi. Tuna haki ya kuachia wanachama kwenye kufanya maamuzi kupitia mikutano mikuu. Sisi kama bodi wa wawakilishi wa wanachama tuna jambo letu la kufanya, lakini hatuingiliana na watendaji, nao tunawapa majukumu ya kufanya kutusaidia sisi kama wajumbe wa bodi. Kuna kila mmoja kwenye level yake anatakiwa apate hii elimu. Naona kwa sababu leo mwanachama, kesho ni kiongozi. Kwa lazima atengeneze mazingira kwamba kuna leo na kesho naweza nikashika hiyo nafasi. Kwa hiyo itatusaidia sana. Lakini vile kuongeza uelewa kuhusu namna gani ya kuongoza, vitu gani vya msingi vinatakiwa vifanyike. Hii inatusaidia sana. Lakini vile kuboresha masuala ya usimamizi wa fedha, najua hilo jambo ambalo mnaweza kalizungumzia hapa. Tumekuwa na mapato sasa hivi yameongezeka kwenye vyama vyetu, lakini matumizi ya fedha imekuwa ni changamoto. Vyama hivi tuliona kuna gepu la mafunzo. Manake wengi wakati wa utendaji tuligundua kwamba kuna vitu haviendi sawa. Na wengine walikuwa wamepata shida kidogo mpaka wanafikishwa TAKUKURU wapi. Lakini tukaona changamoto ni elimu. Mtu saa zingine anafanya kitu pasipo kujua. Kwa hiyo akija kubanwa kwenye taratibu ni kwamba elimu na mafunzo tunakuwa hatujayatoa kwa ukamilifu. Wengine hapa walichelewa kuingiza makisio, wamepigwa faini vyama vingi tu. Hiyo yote tunaona kwamba kama hawaelewi basi tutoe mafunzo, ili baadaye tuone je, wanachokifanya ndio kile ambacho tumewaelekeza au tena wataendelea kufanya ndivyo sivyo. Kwa hiyo lengo la mafunzo haya ni kuwajengea uwezo, kuwapa elimu zaidi ya masuala ya ushirika, ya uwekezaji, ya ufungaji wa vitabu vya hesabu, wajue kwamba kuna umuhimu wa kufunga hesabu, wa kufanyiwa ukaguzi, ili vyama hivi viendelee kujiimarisha. Mwisho wa siku tunataka vyama vifanye vizuri na viwe mfano wa kuigwa. Kwa kupitia mafunzo haya itatujengea uwezo zaidi sisi vyama vya msingi kutoa huduma vizuri kwa wanachama, kwa sababu msingi mojawapo na maadili ya vyama vya ushirika ni kwamba mkulima au mwanachama anufaike na ushirika wake. Kwa hiyo tunaamini kupitia mafunzo haya tutakwenda kutoa elimu pia kwa wakulima wetu au wanachama wetu, ili waendelee kufanikiwa au kunufaika na ushirika wao.